Ibn Battuta TV, mwangaza kwa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Naam, kwa majina naitwa Idi Hassan Athumani almaarufu Mzalendo. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa hii adhim. Katika wachache Allah aliwachagua kupata fursa ya kufanya ziara ya umra na kuitekeleza ibada hii ya umra katika mwaka huu 2025 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani chini ya taasisi ya Ibn Battuta. Alhamdulillah, safari kwa ujumla ilikuwa nzuri, alhamdulillah, nzuri sana. Toka tarehe 15 Ramadhani 15 mwezi huu wa 3, wakati ndani ya Ramadhani hii tumetoka Dar es Salaam moja kwa moja. Safari yetu makusudio ilikuwa tufike katika ardhi hii ya Madina. Kwa hiyo tulipita tulikopita, lakini muhimu tukawa tumewasili katika ardhi hii ya Madina. Alhamdulillah, alhamdulillah, Madina ni nzuri sana, na hii inatoa kama tashjii kwa ndugu zangu. Madina ni ardhi nzuri sana, ina baraka katika kila jambo. Hata hali ya hewa ya Madina ni tofauti kabisa, pia ni utalii tosha. Almuhim, kuna ibadati nyingi sana ambazo tumefanikiwa kuzipata, ikiwemo kudiriki sala za faradhi zote katika siku hizi zote 5 ambazo tumekaa katika ardhi hii ya Madina. Ukilinganisha taasisi yetu Ibn Battuta ilitupatia favor nzuri ya kupata hoteli iliyokuwa karibu sana na msikiti wa Madina. Yaani ukifungua pazia la chumba chako unaona miamvuli ya msikiti wa Madina. Kwa hiyo ilikuwa ni vyepesi kwetu sisi kuweza kudiriki sala za jamaa kwa wakati, kwenda msikiti muda wowote, kwenda msikitini kama umeamua kwenda msikitini saa 9 saa ngapi ni muda wowote, au ukiamua kubaki baada ya tarawih unaweza kurudi muda wowote, kwa sababu hoteli ipo karibu, haipotezi na unakuwa huru kufanya ibada zako. Alhamdulillah, sala moja utakayoiswali katika msikiti wa Madina inalingana na sala 1000 katika misikiti mingine. Kwa hiyo fursa hii alhamdulillah tumeitumia na tumeweza kuelekezwa, tumeweza kwenda kumsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ziara, alhamdulillah. Na baadhi ambao wamefanikiwa pia wameweza kwenda katika Raudha, na hapo ni sehemu ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ma baina minbari wa baiti rawdatun min riyadil janna. Ile sehemu iliyopo baina ya mimbari yake Rasulullah sallam pamoja na nyumba yake kuna rawda, ni pande katika kipande cha mabustani ya peponi, na atakaye swali hapo ni sawa sawa na mtu ameswali peponi. Alhamdulillah, baadhi yetu kuna watu ambao walifanikiwa kwa sababu zahma ilikuwa ni kubwa sana, watu ni wengi sana. Alhamdulillah, wameitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukijiona wewe mzito, kumbuka kuna watu ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa maajabu tuliyoona huku, watu hawalali, watu wanafanya ibada, watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kutoka nchi tofauti. Idadi ni kubwa sana kutoka nchi tofauti. Kwa hiyo ningependa kuwahamasisha Watanzania wenzangu tuweze kuja kutekeleza ibada hii ya umra, ikiwezekana pia kuja na hija. Binafsi, kwa jinsi nilivyoona mapokezi ya ibada hii ya umra, nimeingia shauku pia kuja katika hija, ukilinganisha umri zetu bado ndogo. Kwa alhamdulillah, tutajitahidi tutekeleze ibada hii ya hija katika umri mdogo. Na unayesubiri kuzeeka ndio ufanye ibada hizi, nitoe tu kama tanbihi, inapendeza sana na utaenjoy sana ukiwa ni kijana. Alhamdulillah, ukiwa ni mtu mzima, uangalizi wa taasisi ni mkubwa sana, na uangalizi wa watu ambao ni magaidi wa huku ni mkubwa sana. Una uwezo wa kupata ibada zako kwa utulivu. Ila ukiwa kijana, yale mambo ya ziada mengi sana utaweza kuyafanya kwa wepesi. Kwa hiyo vijana tusiogope, inshallah tuipupie fursa hii. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.